Assalamu alaikum watoto wetu wazuri. Karibuni kwenye kipindi chetu cha Kids Corner. Mimi ni Mariam Shafi na leo nataka nasimulia hadithi nzuri sana. Je, mko tayari kusikiliza hadithi zangu nzuri? Pia mimi niko tayari kuwasimulia. Siku moja paliondokea na mtoto mmoja aliyekuwa anaitwa Leila. Leila alikuwa mtoto mtiifu, mtoto mzuri na angependa sana kusikiliza maneno. Basi Leila ikawa anapendwa na kila mtu, including wazazi wake. Wazazi wake walikuwa wanampenda. Leila kila anachokitaka basi yeye angepata. Kwa sababu gani? Kwa sababu alikuwa mtoto mzuri. Kwa hivyo pia sisi tukiwa watoto watiifu, wazazi wetu hawana budi kutununulia vitu tunavyohitaji na vile vile tunavyovifanyaje, tunavyovipenda. Sasa Leila alikuwa na mdoli wake mzuri sana. Alimpenda sana mdoli huyo. Kila asubuhi angemchana nywele, angehakikisha mdoli wake ni msafi. Ikifika usiku angemfinika, walale pamoja. Yaani yeye yule mdoli ndio alikuwa ni roho yake, ni kila kitu chake. Leila mwenyewe ampenda, hata hatoki naye nje kwa sababu yuogopa achafuke, ama apotee, ama avunjike, ama aibiwe. Basi Leila mwenyewe kawa endelea tu kusaidia wazazi wake kawa wanazidi kumpenda. Leila alikuwa na mdogo wake wa kiume. Walipendana, walicheza pamoja. Hiyo siku penye walikuwa wanacheza, yule mdogo wake kibahati mbaya akamvunja mdoli wake. Nakumbuka kwamba Leila anapenda sana ule mdoli. Yaani ilikuwa ndo kila kitu chake. Alimwangalia mdoli huyo kwa udi na uvumba, yaani alikuwa ampenda. Si dhahabu, si nini, alimchunga sana huyo mdoli. Sasa venye ulivunjika ikawa amekasirika, machozi yamemjaa. Akimwangalia yule mdogo wake ni mdogo, hajui amfanyeje. Alikuwa ashafanya hivi mkono ampige bonga moja la bao. Maanake amefanya nini? Amemuudhi mdoli wake ampenda. Atafanya nini? Akaanza kufikiria, mimi nitafanyaje jamani? Huyu mdogo wangu kila siku mimi mdoli wangu na mtunza. Leo amekuja kunivunjia, kuniharibia, mimi nitatoa wapi mdoli kama huu? Amekasirika Leila, hana furaha, hajui afanyeje, lakini tu akasema ni mdogo wangu, yeye hajawahi kunikosea, ni bahati mbaya ananiheshimu kila siku. Basi kama venye Mtume Muhammad ametufundisha, sisi tunafaa tuwakirimu wadogo zetu, ndio wadogo zetu wafanyeje? Watuheshimu. Acha tu leo nimsamehe na nitamwambia venye amefanya asifanye tena, asiniharibie tena vitu vyangu. Basi akamwambia, mdogo wangu nimekusamehe, ila usirudie tena kuharibu vitu vya watu, sio vizuri, hujui mwenzako atasikia vibaya vipi. Najua ni bahati mbaya, ila kuwa makini sana siku nyingine ukishikashika vitu vya watu. Basi ile mdogo wake akafurahi, akasema wewe ulikuwa unajua utanipija, utaniadhibu, unipe adhabu, lakini alhamdulillah hujaniadhibu. Akaenda akamhaga dada yake mkubwa Leila, akamwambia asante sana kwa kunisamehe. Na mimi nakuahidi sasa hivi nikishika kitu nitashika na amani, nishike na care, nisiharibu vitu za watu. Basi ile Leila na mdogo wake wakaishi vizuri. Mamake venye aliona hiyo hali, anaye alifanya bidii, akasema yaani mimi watoto wangu alhamdulillah nimewalea vizuri. Mpaka sasa hivi yafika wakati kwamba wanasameheana. Yule mkubwa anamkirimu mdogo, mdogo anamheshimu mkubwa. Basi na mimi nitafanya bidii nimtafutilie mdoli kama huyo, nimnunulie. Hiyo siku mwenyewe akatoka na huyo mtoto wake wa kiume, wakasema, akamwambia wewe kwa vile ulimharibia dada yako mdoli, najua si makusudi, ni bahati mbaya na mmesameheana, basi twende tumfurahishe, tumfanye surprise, tumnunulie mdoli kama yule. Wakazunguka madukani mpaka mwisho wa siku akapata. Yule mamake akamnunulia mdoli, akampelekea surprise Leila akafurahi. Akasema alhamdulillah. Kwa hivyo watoto wazuri, kutokana na hadithi yetu ya leo tumejifunza nini? Tumejifunza wadogo waheshimu wakubwa zao, na vile vile wakubwa wawakirimu wadogo, ndo heshima itadumu. Na hadithi yangu ikaishia hapo. Tupatane tena kwenye kipindi kifuatacho. Maasalam.